kuzijua siri za Mungu kwa sasa. Na tutakuja kuangalia ni sababu gani. Na hicho ndicho kimefanya Yesu hawataweza kurudi, kwa sababu watu ambao wanajidai kuwa ni wanafunzi wa Yesu katika kipindi hiki bado hawajajaliwa kuzielewa siri za ufalme wa mbinguni. Ndio maana Yesu akasema, msomaji, Mathayo 13 mstari wake wa 12, 13 verses number 12. Yesu akasema, kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa. Kwa hivyo kwanza Yesu anasema yeyote aliye na kitu ndiye atapewa. Maliza tusikie. Naye atazidishiwa tele. Naye atazidishiwa tele. Lakini yeyote asiye na kitu. Lakini yeyote asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Atanyang'anywa. Sasa hivi ufalme wa mbinguni unalinganishwa au umefananishwa pia na mtu aliye na kitu ndiye atapewa. Alafu yule asiye na kitu, hata kidogo ambacho ako nacho, maandiko anasema ataweza kunyang'anywa. Na hicho ndicho kilifanya wanafunzi wawe bado hawajaweza kujaliwa. Kwa hivyo tutaweza kuomba kisha tuweze kuingia katika somo ya leo, sermon ya siku ya leo. Na sermon ya siku ya leo kichwa chake ni The Gospel of Jesus Christ, yaani ni injili ya Yesu Kristo. Itakuwa ni somo rahisi, lakini ningeomba tuweze kulielewa kwa njia nyingine. Na msomaji unaposoma Luka 24 mstari wa 45, kwanza kuna jambo ambalo Yesu Kristo aliweza kufanyia wanafunzi wake ndio waweze kuelewa kuhusu siri za ufalme wa mbinguni. Ni experience ambayo vile kama wanamatengenezo tunahitaji tuweze kuipitia, ama kwa basara tuweze kufanywa ndio tuweze kuelewa wakati mlango wa rehema unapokuja kufungwa. Ni experience ambayo tunahitajika tuweze kuelewa ndio tuweze kujua wakati pia historia ya ulimwengu inapoenda kufungwa. Msomaji Luka 24 mstari wake ni 45. Nasemaje? Pumzi ya Mungu inasema, barikiwa. Ndipo akawafunulia akili zao. Sasa maandiko yanasema ndipo Yesu akafunulia wanafunzi wake, akafunua wanafunzi wake akili zao, wapate kuelewa na maandiko. Wapate kuelewa na maandiko. Kwa hivyo hii wanafunzi waweze kuelewa kuhusu siri za ufalme wa mbinguni. Kitu ambacho Yesu anaanza nacho ni kuwafunulia akili zao. Ni kufunua akili zao wapate kuelewa na maandiko. Tunaona kwamba katika kipindi cha Yesu kulikuwa na makuhani, kulikuwa na Mafarisayo na Masadukayo, kulikuwa na wanasheria ambao walikuwa wanajidai kuwa ni wasomi, wana theolojia, wasama hizo kama vile ambavyo siku za leo kuna wana theolojia. Lakini Great Controversy Benedicto inasema hawakuweza kuelewa kuhusu majira ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya kwanza katika Israeli. Hawakuweza kuelewa ijapokuwa walikuwa ni wasomi. Sasa shida ilikuwa wapi? Kwa viongozi wa dini, kwa wasomi, kwa wanafilosofia wa wakati huo kukosa kuelewa ya kwamba huyu ndiye Masihi, ama kipindi cha Masihi kimeweza kufika na nyota yake iliweza kuonekana